Kulikuwa na twiga mmoja mrefu sana aliyeitwa Tano. Alijivunia sana urefu wake kuliko kitu chochote duniani. Kila siku alitembea kifua mbele, akitazama wanyama wengine kutoka juu, huku akisema, "Mimi si kama nyinyi. Mimi ni mrefu, mwenye nguvu na siwezi kamwe kupinda." Wanyama wengine walimpenda Tano, lakini pia waliona kiburi chake. Sungura mdogo alimwambia siku moja, "Rafiki yangu, si kila wakati kuwa juu ndio nguvu. Wakati mwingine unahitaji kujifunza kupinda." Tano alicheka kwa sauti kubwa, "Kupinda? Huo ni udhaifu. Mimi nimeumbwa kusimama wima, si kuinama kama nyasi." Siku zilipita na ukame mkali ukafika msituni. Majani ya juu ambayo Tano alikuwa akila yakakauka. Miti mirefu ilikosa majani na chakula kilikuwa kigumu kupatikana. Wanyama wengine walibadilika, walijifunza kula majani ya chini, mizizi na hata kusafiri mbali kutafuta maji. Lakini Tano alikataa. "Mimi siwezi kuinama kula chini kama nyinyi," alisema kwa kiburi. "Nitangoja hadi majani ya juu yarudi." Lakini siku ziligeuka kuwa wiki. Tano alianza kudhoofika. Njaa ilimchosha na miguu yake ilianza kutetemeka. Alitamani kula majani yale ya chini aliyoyadharau, lakini bado alisita. Siku moja, upepo mkali ulivuma, ukitikisa miti iliyobaki. Tawi kubwa lilivunjika na kuanguka karibu naye. Kwa mara ya kwanza Tano alihisi hofu. Aligundua kuwa kusimama wima kila wakati hakukumsaidia. Hakuweza kukwepa tawi lile kwa sababu hakuwa amezoea kupinda. Kwa taabu, alijaribu kupinda shingo yake polepole na akafanikiwa kidogo. Hakukuwa rahisi, ilikuwa mpya, ilikuwa ngumu, lakini ilikuwa inawezekana. Akiwa na njaa kali, alishusha shingo yake chini zaidi na akaanza kula majani ya chini. Alipokula, nguvu zilianza kurudi polepole. Moyo wake ulijaa hisia mpya, unyenyekevu. Siku iliyofuata, aliwaona wanyama wengine na kusema kwa sauti ya upole, "Samahani, nilidhani kuwa nguvu ni kusimama wima kila wakati, lakini sasa najua nguvu ya kweli ni kujua wakati wa kupinda." Sungura alitabasamu, "Karibu kwenye ukweli, rafiki yangu." Kuanzia siku hiyo, Tano hakujivunia tena urefu wake pekee. Alijifunza kuwa maisha hubadilika, na ili kuendelea lazima ubadilike pia. Funzo la hadithi: wakati mwingine tunadhani kuwa imara ni kutokubadilika, lakini ukweli ni kwamba nguvu ya kweli ni uwezo wa kubadilika, kujifunza na kupinda pale inapohitajika. Kama unapenda hadithi tamu kama hizi, tafadhali niunge mkono kwa kusubscribe na kubonyeza kengele hapo juu. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa wa kwanza kuzitazama kila zinapotoka. Mchango wako ni nguvu yangu, na bila wewe safari hii haiwezi kuwa ya maana. Asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu ya hadithi.